Praise be the name of the living God. Thank you, Jesus. Nikifikiri jinsi ulivyo. Basi nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo, mimi ni Reverend Francis, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninakuletea neno la Bwana siku ya leo nikiwa Marimanti, na ninajua ya kwamba Bwana atatubariki pamoja. Hivyo ningetaka tuweze kuinua mioyo yetu pamoja na tuweze kusikiza neno na tubarikiwe. Wewe ukibarikiwa na mimi niweze kubarikiwa. Na siku ya leo nataka tuweze kuongea kuhusu kazi ya mikono yako. Kazi ya mikono yako. Na nitasoma Deuteronomy chapter number 28. Kitabu ya Kumbukumbu la Torati 28. Nisome ubeti wa 12. Deuteronomy chapter 28 verse 12. Inasema hivi, utaenda mpaka 14. Inasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kukubarikia kazi yote ya mkono wako. Kazi yote ya mkono wako. Haya, nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Kizungu inasema hivi, the Lord will send rain at the proper time from his rich treasury in the heavens, and will bless all the work you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. Verse number 13. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala uwi chini, utakapo yasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya. Na hiyo verse nyingine ya mwisho ambayo ndiyo verse 14. Msipogeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kulia wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine wala kuitumikia. Na hili ndilo neno la Bwana, na Mungu apata kulibariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimesema ya kwamba nataka kuongea kuhusu kazi ya mikono yako, au kazi ya mikono ya mtu. Ninajua kila mtu hapa tuko anategemea kuna kazi ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya mikono kama haijabarikiwa, unaweza ukafanya kazi sana lakini usione faida. Na hivi ninavyoongea, kuna watu wengi wanasumbuka na kazi wao wanafanya kila siku. Kazi si kazi kama haijabarikiwa. Inua mikono yako, sema Bwana, bariki kazi ya mikono yangu. Sema amen. Kazi ya mikono yako kama haijabarikiwa, unaweza ukaifanya sana kazi lakini usiweze kuona mafanikio. Kumbukumbu la Torati 28 kusoma 12, tumeona maandiko yakisema, Mungu akisema ya kwamba atatuma mvua kwa ule wakati ufaao. Wala Yesu asifiwe. Atatuma mvua kwa ule wakati unaofaa. Napo anasema yeye atakubarikia kazi yote ya mkono wako. Kumaanisha hata kukinyesha, hata ukipata pesa ya capital, hata ukasapotiwa na pesa, hata ukapewa loan na Mungu hajaachilia baraka, hiyo yote itakuwa ni kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Lakini
kama Mungu ameachilia baraka katika mikono yako, hebu mtu afanye mikono yake namna hii. Angalia hiyo mikono yako tu inene. Sema, Bwana bariki hii mikono yangu ili kazi yangu ibarikiwe. Mtu aseme amen. Mungu akiachilia baraka kwa hiyo mikono, unashika vitu zinakuwa ni vitu zimebarikiwa. Kuna mtu leo hii uwezi ukaajiri mendi kwako, wacha nikwambie for free. Hiyo mikono yake haiwezi kashika thermos. Ikishika thermos inavunjika. Haleluya. Kuna mtu hawezi akaosha glasi, maana mikono yake ni mikono iliyojawa na uharibifu, mikono iliyojawa na damu, ni mikono ambayo ina baraka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akiwa ameachilia baraka kwa mikono yako, kazi yako inabarikiwa. Maana ukifanya kazi, unakuta ile kazi inaanza kupendeza watu wengi. Na ndio unakuta hata shuleni, kama saa hii CBC wanafanya wanasoma, kuna kazi huwa wanafanya kwa mikono sana, maana CBC inategemea sana mikono yao. Wala Yesu asifiwe sana. Hata wale wanaenda kupewa marks na mwalimu, performance ya mwanafunzi inatokana na vile amefanya ile kazi. Kuna mwingine anafanya unakuta inakaa ni kazi kwa skills, na kuna mwingine anafanya unakuta amefanya kazi fogodhari, hata haina mpangilio. Maana hii kazi yake inakaa ni kama haijakuwa smart. Ndio utakuta mwanafunzi anapewa marks depending na smartness ya kazi, na smartness ya kazi hutoka kwa Mungu. Mtu aseme amen. Na leo nataka kuamini ya kwamba mtu atapata smartness ya kazi kulingana na vile Mungu anaenda kutubariki. Maana ujua neno linakuweka huru. Kama kazi yako ilikuwa iende sawa, wacha iende sawa kutoka leo katika jina la Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba nitabariki kazi ya mikono yako. Na nikasema watu wengi hawana baraka ya kazi ya mikono. Kama una baraka ya kazi ya mikono, hauwezi ukafanya savings. Leo nenda uzunguke hapo niambie, ni watu wangapi watakwambia leo nilisave shilingi 500. Wale wengi wanalala waja save kitu, maana mikono yao hata ibakishi, maana itoshi. Wala Yesu asifiwe. Kutoka leo Bwana akusaidie kazi yako ya mikono iwe imebarikiwa. Ukikula unakula unabakisha na unasave. Wala asifiwe. Kwani ni nini nasumbua leo taifa? Si ni kukosa savings. Mtu akikosa savings si anakuwa kesho hana kitu. Sababu hana kitu kesho si atakuwa maskini. Na wengi wakadanganyika mioyoni ya kwamba maana hawana wataenda kwa sako wakakope pesa siwasaidie. Na kwa sababu hizo pesa wanaenda kukopa mikono bando kazi yao haijabarikiwa, wanaenda wanapewa. Wala Yesu asifiwe sana. Ni wazuri sana wale watu kopeshana pesa. Leo hii kuna hata loans zenye zinapeana kwa simu. Kuna applications zingine una download unaenda unapewa pesa, na hawatakuuliza garanta, hawatakuuliza kwako ni wapi, hawatakuuliza nini. Yaani ni wazuri wa kupeana. Haleluya. Lakini ukishachukua sasa, kama hujabarikiwa my friend, utakuta unapigiwa simu saa 6 asubuhi na jioni, asubuhi saa 6 na jioni, kwa sababu kazi yako ya mikono hajabarikiwa. Ulichukua ufanya nini na hiyo pesa? Hukufanya nayo hivyo. Kuna mwingine alienda akachukua loan akaandikisha ile inakuanga optional number, akaandikisha namba yangu, akasema namba ya pastor, na ni mshirika sasa. Sasa hata kama hako mahali mimi sina wasiwasi because tulisort hiyo kitu. Yeye akachukua na namba yangu. Wala Yesu asifiwe. Sasa venye alishindwa kulipa, ninapigiwa simu, naambiwa so and so, hii loan ilichukuliwa na fulani, mwambie alipe. Sasa mimi nashindwa alichukua saa ngapi, na mimi sikumuauthorize atumie namba yangu. Wala Yesu asifiwe. Usiwahi tumia namba ya mtu kama una ruhusa, namba ya simu. Tunaelewana? Usiwahi tumia ID ya mtu kama una ruhusa. Hata picha ya mtu usiwahi jiposti na picha ya mtu kama hajakuruhusu. Fanya kitu ambacho uko na authority kutoka kwa mwenyewe. Sabole say amen. Tumia akili. Lakini sasa yeye kama si vile nilikuwa namjua, ingemsumbua, maana mimi nilikuja kustukia napigiwa simu na kampuni wananiambia sisi ni kampuni hii ya kukopeshana, na swali alichukua mkopo na alipeana option namba yako. Sasa akipotea ni wewe tunafuata. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye wakati nilimuuliza kwa nini ulifanya hivyo, aliniambia si wewe ni baba. Haleluya.
Siwe ni baba. Sasa hata kama ni baba wa kiroho, shwari wewe utaniingilia mpaka document zangu, privacy zangu utakuwa unachukua sasa unatumia eti kwa jina ni baba. Ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuliketi tukaongea na nikamwambia usikubali mimi niaibike. Kama vile basi ulitumia identity yangu kuchukua, make sure umetumia shima ukalipa kwa sababu ya kesho. Bwana Yesu apewe utukufu. Na kwa hivyo kusiwe na mwingine atakayefanya hivyo. Tunaelewana? Si ni sawa wapendwa? Usifanye hivyo, usichukue na jina langu. Wewe kama utachukua chukua na jina lako. Lakini inaongelelea kubarikiwa kwa kazi ya mikono. Bwana Yesu asifiwe. So nasema most people have nothing to save. Siku hizi tuko nazo ni siku ngumu kwa sababu treasuries zao hazina kitu. Na unapoangalia unaona hapa maandiko nasema the Lord will send rain at the proper time from his rich treasury in the heavens and will bless all the work you do, all the work you do. Hii inaonyesha Mungu mwenyewe ako na treasury yake. Hazina ya Mungu iko. Na mahali utasikia kuna treasury lazima kuwe kuna savings. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatuonyesha ya kwamba God can save for you. Mungu anaweza save mvua ni kwa ajili yako, and at the proper time Mungu anaiachilia inanyesha. Ikinyesha kwako na wewe kazi yako ya mikono kama imebarikiwa unavuna. Haleluya. Mungu akupe hiyo neema siku ya leo uweze kupata savings zako kutoka kwa Mungu. Na ukizipata wacha hiyo mikono yako iwe kazi yake imebarikiwa. Na ukienda kufanya kazi unapata faida na wewe una save. Kwa hivyo kama Mungu ako na treasury, ina maana kuna account iko ya kufuatilia zile vitu zimekuwa zikipita, na hiyo account pia nao unastahili kuwe na yako ya kufanya savings. Bwana Yesu asifiwe. Ulisave pesa ngapi siku ya jana? Maana jana ilikuwa siku ya haleluya. Jana ilikuwa siku nzuri ya kazi, ungesave. Si ni ukweli? Lakini hujaweza kusave kitu maybe. Na kuna wale pia waliweza kusave. We are not equal. Na kuna mwingine huwa anafanya savings baada ya wiki, mwingine every day. Unaona leo hii kuna kampuni zimekuja ziko na ujanja, wao wanafanikiwa kupitia ule ujanja, na wewe usipokuwa mjanja kama wao utaisha. Maana wewe hujaelewa, wao wana save daily, wanakukopesha torch. Bwana asifiwe. Torch wanakukopesha solar, wanakukopesha hata kama ni TV wanakukopesha. Wao ujanja wao ni wa kumake money. Sijui ujanja wako wewe ni wa kufanya nini? Ni nini utasema kesho niliwahi fanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Niambia watoto wangu nikihubiri injili, ninajua akaunti yangu itahitajika kesho indaiwe na nyinyi. Maana leo niko hapa Malimani. Alafu baada ya miaka 10 niwaambie nilikuwa nahubiri sana Malimani. Nilihubiri. Waniulize dadi, sasa kama ulihubiri, sisi nasi tuliona nini ya kuhubiri? Maana injili umechapa, umetufanyia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nahitaji nielewe ya kwamba I should have an account. Ni lazima niwe na treasury yangu, vile nafanya kazi, vile nafanya shughuli zangu, niombe Mungu abariki kazi ya mikono yangu, ndio kesho uwe na kitu ya withdraw. Somebody say amen. Kama una account, kama una savings, kama una treasury, kesho uta withdraw nini? Si unaona hapo iko shinda. Na sasa watu wengine wamefanya kazi lakini hawajafanikiwa. Na siongelelei hii account ambayo ni ya Equity ama ile account ni ya hizi banks zingine ambazo tunaongea bali yake. Naongea mambo yako ya rohoni. Somebody say amen. Because unaona leo hii kuna watu wanaliliana. Ukienda kila mahali hata kule sokoni nafikiria kwamba ndiko kuzuri, watu wanaliliana. Enda kwa hao watu wanapeana pesa bank. Wao wenyewe personally mtu nakuta anaumia. Enda kwa wale watu wanakopeshana magari yamekosa watu wa kukopa, wanaumia. Wengine walikopa hawalipi, gari imechotwa imewekwa hapo, haijafanya ile kazi ilikuwa ikafanye. Kwa sababu gani? Kuna ka problem kameingia mahali, watu wanasumbuka. Hata leo taifa la Kenya watu wanalia kwa sababu ya kiangazi, na kiangazi huja wakati watu hawana kitu ambacho wamesave ili waweze kufanya withdraw kesho. Na kwa hivyo hao watu lazima watashikwa na mashinda ya kuhitaji. Wala Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo hii unakuta namba kubwa, siku inatokea tu mtu anaenda kibarua anapata 400. Akipata 400 akienda kinunua unga
akinunua mboga, akinunua mafuta, pesa zinaisha, anakopa kitunguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikopa kitunguu, akienda kesho anahitaji kulipa deni ya shilingi 20. Hata akipata 400 tena kesho, utasema 400 minus 20. Sasa hii ya leo sina 400, niko na 380. Haleluya. Hakuna kitu nimesave. Na kwa hiyo huyu mtu hatakosa kuhitaji kesho, hatakosa kusumbuka kesho, because there is no saving in my account. Kazi yangu ya mikono haijabarikiwa. Na let me tell you people, kila kazi ni kazi. Bwana asifiwe. Tunasikia wanasema kazi ni kazi. Pesa, wanasema nini? Bora pesa, si ndio? Unajua mwingine alisema kazi ni kazi, bora pesa. Kumbe anafanya mambo ya ukahaba. Mimi nilimwambia ukahaba si kazi. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ni fundi wa nyumba, fundi wa mawe, mheshimu, maana hiyo kazi inampea pesa. Sema amen. Kama mtu anachimba choo, hiyo ni pesa. Ataenda apelekee mwalimu, na mwalimu hata andika risiti aseme hii ni risiti ya choo. Hapana. Watchman ni kazi anafanya. Wale wanalima shamba ni kazi wanafanya. Mwalimu anafanya kazi. Hebu enda uone watoto, kama kazi yako uliweza kuidhamini na ukaipeana kwa Mungu ikabarikiwa, hata ukiwa wewe ni kulima unalima tu pekee, utasomesha watoto. Bwana asifiwe. Hata kama unauza viatu sokoni, utasomesha watoto. Hata kama wewe unafanya kazi ya kutengenezea watu viondo, vikapu, na umeidhamini na umeipeana kwa Mungu, utasomesha watoto. Daktari, ukidhamini kazi yako, utasomesha watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wao wanafikiria mtu mwenye ameajiriwa na ngava pekee ndio kazi yake iko na maana. Hapana. Kazi yoyote ambayo Mungu amekupa, na kazi zote ni equal, bora Mungu hao ameingilia kati. Leo hii nasema mtoto wa fulani ameajiriwa askari, sasa huyo ndiye tunaona ameomoka kijijini. Mnangojea miaka 7 hakuna kitu amefanya. Mnaenda miaka 10 hakuna kitu amefanya. Na ni askari title. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo kama ulifikiria hiyo ndio best, sio best. Kile best ni wakati Mungu amebariki kazi ya mikono ya mtu. Unaweza ukuta mwingine pia ni mwalimu, naye pia ameingiwa na ulevi. Mwingine hata hakunywagi pombe, lakini unamuuliza na kuambia pesa yangu mimi sijui inaendanga wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kazi ni nzuri, bora ni kazi imepeanwa katika mikono ya Mungu. Na Mungu akipokea hiyo kazi, anaibariki. Anabariki kazi ya mikono yako, anakutumia mvua wakati ule unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema at the proper time, at the appointed time, at the time when you are in need, ndio Mungu anakuachilia kile unahitaji. Na leo nataka kila mmoja ajiachilie, apatie Mungu maisha yake, mwambie Bwana, tawala maisha yangu, tawala kazi yangu ya mikono. Hata wale mnatoka kule kazini mnaenda lanchawa kama hii, ninajua ya kwamba Mungu atabariki kazi yako ya mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya kazi ya salon. Amen. Mtu anayefanya kazi ya salon naweza kuta amenunua ploti na amejenga. Kwa maziko. Maana salon yake imebarikiwa. Kama salon haijabarikiwa, utaweza kulala njaa, utakopa mchele, utakopa maziwa ya kupika chai ya asubuhi. Kama hiyo saloni yako haijabarikiwa, utaenda kwa duka ukakope ile mkate, ni kwa ajili ndio uweze kula upate breakfast. Maana kazi yako haijabarikiwa. Lakini mwenye kazi yake imebarikiwa, haleluya, anauza duka kidogo na anaendelea. Na wacha niwaambie, usibabaishwe na mtu akikwambia ati hakuna kazi. Kazi ziko. Kuna mtu alijaribu kazi ya duka ikamshinda akafunga. Sasa anashindanga kijijini kuzunguka kiambia watu kazi ya duka ni ya shilingi 1. Faida ni sumuni. Hainanga faida. Ukipata sana ni shilingi 5. Ni ngumu sana upate shilingi 5. Na kuna mtu akona duka saa hii anajenga maplot zingine na zile zingine zilijaa. Na anaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukweli ama si ukweli? Kila kazi ni nzuri, bora yake ibarikiwe. Kuna mtu alishindwa na kazi ya mjengo, sasa anavunjanga watu moyo. Wacha kuvunjwa moyo na mtu. Kazi yako ni nzuri, bora uipiane kwa Bwana, atakusaidia. Leo hii kuna watu wanazunguka taoni wanapika kizeri, wanaenda wakiuzia watu ya mbao. Kizeri ya 15, kizeri ya shilingi 30 anauza. Mwingine ameuza mayai mpaka ananunua kitu ambacho kina maana kwake kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo umeanza, anzia hapo.
Ukiamua tu kubadilisha kazi, badilisha, lakini usibadilishe kazi kimadharau. Mungu ndiye uleta baraka kwa kazi. Wale ambao mnafanya kazi ya serikali, wengine najua mnaumia sana, wengine mtu analigereti anasema laiti ningelijua singeajiriwa na ngava. Lakini elewa hiyo kazi yako itakuwa tamu wakati umeipiana mikononi mwa Bwana. Ndiye bariki kazi ya mikono yako. Sababu kuna mwingine anajaribu anashindwa. Kwani watu wanatumia kriteria gani kubarikiwa? Nimeajiriwa kazi kama ya ule mwingine, mbona mimi sibarikiwi? Mikono yako inafaa ipiano kwa Bwana. Bwana bariki hiyo kazi ya mikono yako siku ya leo. Somebody say amen. Deuteronomy chapter number 8 verse 18. Ndio nataka nikuonyeshe, bila Mungu you can toil for nothing. You can dig for nothing. The earth cannot produce for you when you don't have God. Nato ukipata it can never help you. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Nani anakupea nguvu za kupata utajiri? Ni Mungu. Amen. Ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kwa hivyo the Lord is the one who gives you power to create wealth. Hallelujah. Hata wale wanashindangwa na maombi, mtu anasema sitaenda kuomba, sitapata mtu wa kuachia kazi. Sio kila wakati unastahili kujisingizia. Unaweza ukaacha hiyo kazi na mwingine ashinde hapo, na basi utakuta wewe utakaporudi wanakungoja, wanapanga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama moja wa nyumba hii alinitolea ushuhuda. Siku moja tulichelewa hapa kwa ibada sana. Alafu nikasema hata wale mmechelewa, wacha Bwana wape neema ukienda ukutana na miracle. Haleluya. Alienda kafungua kazi yake jioni kabisa. Watu waliniambia walifurika, wakajaa kwa duka, wakanunua. Akaniambia ameuza. Siku hiyo aliuza kuliko vile anauzanga mchana wote. Mungu akiamua tu kukutumanishia, akufungulie mlango, it is very easy. Bwana Yesu asifiwe. But when God is not present, when God is absent, everything becomes useless. Am I talking to somebody? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako na vitu kubwa kubwa, vitu ambavyo unaviona na vitamani kwamba Bwana atakubariki na vitu kama hizo lini, lakini anagara. Hata anapokaa na hizo vitu hana furaha. Amen. Unaye mtu nakuta anakuambia mimi ni contractor, mimi nafanya kazi hii, lakini unapokuta hata hiyo barabara amejenga, magari yote yanapitia hapo, lakini yeye gari yake hata ikipitia hapo hana raha ya maisha, umeharibika, umedhuka. Anapojiangalia anaona mambo si mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana abariki kazi ya mikono yako, na akibariki kazi ya mikono yako uweze kuenjoy life. Sema amen. Kwa nini watu wa wanatoroka makao yao wanaenda? Hebu niambie kama unaweza. Wanatoroka makao maana siku nzuri hapo wanakaa. Haleluya. Kama ni mtu ametoroka kazi ameenda town nyingine. Kama ni mtu ametoroka mke, amebeba nguo zake ameondoka. Na ukisikia mwanaume amebeba nguo ameenda, huyo mwanaume amefika to the point of no return. Amefinywa kwa kona. Haleluya. Amefinyiliwa sana. Na leo hii wanaume ndio wanafungasha virago kuliko hata wanawake. Wanakaa na angalia, naona majukumu imezindi. Anachukua vitu zake, anafunga virago, anaenda. Mama tu akija anakuta mizigo imekusanywa. Na watu hawa walijenga hii nyumba pamoja, ama huyu mama alikuja kaleta kwa hii nyumba, kaingizwa, kaambiwa hapa ni kwako. Kutoka siku hiyo mzee sasa akaanza kuona mimi sitaweza haya majukumu. Akaanza kujipanga kuondoka. Ndiye huyu ameenda. Ni wangapi unajua wameenda? Sijui kama kwenu kuna mwanaume unajua alienda akaacha mke akamwachia mboma. Ni majukumu yamemzidi. Maana kuna baraka hazipatikani. Kuna mahali kuna pengo ambalo halijajazwa. Wala Yesu asifiwe. Alafu wanaume wengi siku hizi, wale wengi ambao hawajaamua kukaa na Yesu, anaacha mke wake akiwa tuna katoto kamoja ndio kameanza kukunywa maziwa paketi nusu. Anaenda napatana na rafiki mwingine mama, anaingia kwake. Huyu mama akiwa na watoto, jamaa anashinda, maana najua mama ataenda atachakalika, atatafuta kibarua, atanunua ugali, atakuja atanunua unga, atapika ugali tukule jioni. Na nyumba hataambiwa alipe. Siku ile ataambiwa alipe nyumba, ndio siku ya kumwambia toroka tena. Haleluya. Kwa hivyo ujiangalie sana. Wewe ambao unakaa
na mtu ambaye maybe ni baba watoto na hataki kubeba majukumu. Mwambie tubebe majukumu zote. Huyu ni mtu anadoea kukaa, yeye hataki kuchoka. Bwana asifiwe. Kazi yenu ikibarikiwa, utakuwa unaenda asubuhi, unarudi jioni ukiwa umepata baraka ya Bwana. Hallelujah. May God bless the work of your hands today in the name of Jesus. Hata kama ni duka unauza, Bwana bariki hiyo duka katika jina la Yesu. Wale mnalima kwa shamba, may God bless you in the name of Jesus. Abariki kazi ya mikono yako. Wale mnauza bao, Mungu abariki hiyo kazi yako. Timba yako, Bwana ibariki. Wale mnatengeneza pikipiki, maana kuna watu kazi yao ni ya kuunda duthi, Bwana bariki hiyo kazi ya mikono yako. Ukitengenezea mtu akirudi tena anakuambia mahali nitengenezea iko sawa, lakini sasa kuna mahali pengine nimesikia ikipiga kelele, kumaanisha the work of your hands is blessed. Somebody say amen. Lakini kuna wale wa roho chafu, unakuta kazi ya mikono yao hajabarikiwa, anakufungia regerege ndio uende urundi hapo tena. Huyu mtu hata ukirudi mara 10 kwa siku, hata ukimpa hiyo pesa haitamsaidia, maana ni kazi ya mikono yenye hajabarikiwa. Am I talking to you? Bwana asifiwe. Do your best to satisfy your customers, maana wakati customer wako atarizika, ukimuuzia kitu akinunua kienda kikurudishia, akuambia umeniuzia nguo au kiatu au kitambaa lakini nimefika nikaona haijafiti, wacha kumwambia ukinunua kuwa na macho. Wala Yesu asifiwe sana. Bora unamjua, na kama umjui pia, kama si mkora, mfanyie fairly na utabarikiwa na Bwana. Haleluya. Wale mnauza kwa duka, msiibe shilingi hata moja. Usiibe hata senti moja ya mtu. Mtu akisaulika na change kwa duka, tafuta vile utampata, na ikiwezekana mtafute umpatie. Unless akisaulika na umjui kabisa, ndio sasa unaweza kuwa una hatia. Lakini hizi vitu dogo dogo za wengine kuingia kwako na kumix ni hatari. Wala Yesu asifiwe sana. Wakati umekuwa na kazi, chunga hiyo kazi yako na uweze kuilinda. Naye Mungu kazi yake ni ya kuibariki. Mungu akibariki kazi yako utakuwa uko sawa, maana hiyo kazi ndio itakutoka chakula. Maana pale ndio Deuteronomy 23 anasema nitabariki chakula chako na maji yako. Kwa hivyo Mungu akibariki kazi, chakula chako na maji kitabarikiwa. Na anasema nitawaondolea magonjwa. Magonjwa si yanaondolewa kutoka kwa chakula? Si magonjwa ukuja na maji na chakula? Unakuta hata mama akipeleka mtoto kliniki, kitu ya kwanza kama mtoto ako na homa, daktari anamuuliza kwani mtoto alikunywa maji aina gani? Ulikunywa maji ya baridi maana unakohoa? Ulikunywa maji nitabariki chakula chako na maji yako. Haleluya. Mungu anaenda kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Praise be the name of the living God. Leo hii unaweza ukaniambia ule wimbo unaimbwa na watu wanaimba wimbo gani saa hii kila mahali? Wanasema kukwaje? Ni kugu? Ni? Hivi hata nyinyi mnajua story. Bwana asifiwe sana. Ni kugumu sana. Unajua tongue has power. Ulimi uko na nguvu. Ni kugumu. Ndio tulienda tu kupata. Lakini ulipoenda ukakosa, ulirudi ukaambia Bwana, bariki kazi ya mikono yangu. Wala Yesu asifiwe sana. Yes, we must survive. Hata kuwe namna gani, hata kama kuna mtu maybe mikono yake imechafua kazi zetu, when it comes to your hands, when it reaches to your hands, God will turn it into blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Kenya unaweza kuta kuna mtu ametampa na baadhi ya vitu, na ikawa taifa hakuna breakthrough ya kufanikiwa ama ya kupata. Lakini where the little you get. Bwana asifiwe. Naongea na mama ambaye anaweza kuwa bwana yake huwa apendi watoe fungu la 10. Wakifanya kazi, wakipata hataki watoe. Usibabaike na wala usipigane na huyo mzee. Muachie hivyo, hataki mtoe fungu la 10, wewe simlazimisha. Lakini na wewe siku ile utapata yako kidogo akupee 200. Enda utoe 20. Wachana na taifa likuwe lina ugumu. Wakati itafika kwako kidogo, turn it into blessings. Hallelujah. Hiyo kidogo tu, make it into blessings. Ibariki hata watoto wako wakule washibe. Unajua unaweza kuwa una unga nyingi kwa nyumba, lakini kile utapika tu utengeneze na kamchuzi kidogo, watoto wako watakula tumbo zilale juu. Kwa sababu
wewe ndio unageuza kile unataka watoto wako wakule. Amen. Hallelujah. The works of your hands should be blessed. Bwana asifiwe. At every season ni kugumu. Not a must. Kuna time yako ya kuenda ukindansi kwa sababu leo ni kuzuri. Sema amen. Lakini sababu watu waliimba hii wimbo ya ni kugumu, hata mtu akiwa na ngiri zake 20 kwa mfuko haoni kama ni kitu. Anasema we ni kugumu, mpaka hata wengine wamekunja uso. Sura imekuwa na makunyanzi kutoka Disemba mpaka Disemba. Maana yeye hana time ya kufurahia. Na wengine wakisema nimebarikiwa wanakuja kuombwa. Haleluya. Wanakuja kutafuta waambiwe tupe. Kanisani niliwaambia hivi. Kama uko na pesa yako kanisani, wacha kubabaika ukiingia chachi na hela yako. Utaingia na pesa yako, utarudi na pesa yako. Maana kama uko umepanga kumtolea Mungu, utalazimishwa kutoa, utaenda nayo. Kama ni sadaka, utampea Mungu ile unataka. Kama una breakthrough ya kumtolea sadaka, ukienda nao, wewe ndio unajua ni Mungu ina gani unaabudu ambaye atolea sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kusema wacha nifiche hii pasia sione, ukiitishwa change karibu na church utaki kutoa pasia sione, hapana, utapeana change na uende na hela yako. Sema amen. Wacha kuimba wimbo wa kujifanya ni kugumu, unajificha kila saa ni kugumu, mpaka unakausha ulimwengu wako wa roho. Anga yako inakauka, watoto wako wanakaukiwa. Kwa nini? Maana ni kugumu. Haleluya. Kwanza hapo chini maandiko yamesema you will be able to lend. Hebu tuangalie hapo chini verse number 17. Inasema namna gani? Inasema tuko hapo, tuko chapter number 28 Deuteronomy, chapter number 28 verse 12. Alafu tuangalie verse number 13 sasa. Tuone hapo vile inasema. Sababu unaweza ukawa na vitu lakini havina faida, maana baraka ya Mungu haiko. Biblia inasema hivi, inasema number 12 verse 12, inasema nawe utakopesha mataifa mengi. Utakopesha mataifa mengi. Utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Leo hii ni watu wangapi walirauka kukopa kwa duka? Mimi uko hapa, Mungu akusaidie uweze kulipa na utoke kwa hiyo kiwango katika jina la Yesu. Kwa hivyo sisi Mungu anatupea nguvu ya kukusaidia watu tuwakopesha. Lakini si asubuhi ndio tukunywe chai ni maziwa tumekopa. Ndio tukule mdhokoi tunaenda kwa yule anauzanga tunamwambia tupimie ya ile mkebe ndogo. Mama atakuja kulipa. Yaani ni kukopa. Mpaka unakuta mwingine amekopa mandeni, alianza kukopa hapo tu kwa mtaa. Nipatie tu majani kidogo nikinunua yangu nitakurudishia. Bwana asifiwe sana. Akaenda hivyo, akakopa mpaka akakopa kwa duka. Sasa ameanza kukopa pesa. Jina la Baba litukuzwe. Akakopa. Na leo hii amekuwa mkopi kwa wingi. Mkopi. No debt will disturb you in Jesus mighty name. Kama utaamini huyu Bwana, bariki kazi ya mikono yako. Simama kwa miguu yako. You will be the hand of others. Maandiko nasema utakuwa mkia, utakuwa kichwa. Utakuwa kichwa. Ni vizuri tuwe kichwa na wala si mkia. If you listen and do what God tells you to do, what God says, if you do the will of God, utakuwa kichwa na wala si mkia. Haleluya. Si wakati mtu amekuwa kichwa, si lazima iwe ni wakati mtoto tu ameenda namba 1 shuleni. Ni wakati unakuta Mungu amekuneemesha zile vitu unataka uko nazo. Bwana asifiwe. Yaani sio wenye mbio huwa wanakimbia. Hata wale walienda namba 1 shuleni, unafikiria mwenye alienda namba ya mwisho wengine hawakuajiriwa? Unafikiria wakulaki? Mtu alioa na alikuwa namba ya mwisho shule. Kile kinahitajika si namba, ni baraka ya Bwana. Praise be the name of the living God. Inanena Bwana kupee neema, abariki kazi ya mikono yako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kule utaenda, Bwana akuonekanie na atawale maisha yako. Nataka nikuombee.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamuweka huyu mpendwa mikononi mwako. Naomba ukamtendee sawasawa na neno lako, na ukambariki, na utukufu na sifa zikurudie. Akienda kazi arudi akiwa na baraka. Bariki watoto wake Bwana, bariki chakula chake, ubariki na maji yake, maana wewe ni Mungu, kisema unatenda. Ninaomba Mungu usikubali magonjwa ya kuje katika nyumba hii. Mwili wake Bwana uweze kupata amani siku zote. Ninabariki kila moja kwa jina la Baba na la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Tumeomba na tumeamini. Amen. May God bless you.